Sasa wewe leo nataka uniambie wewe mwanaume wako nawe dai ni dokta. Ni dokta yupi? Unataka kumjua kazi gani wewe? Alafu leo bwana wako ni nani? Mbona tumjui? Mimi mambo yako sikufuatilii wewe. Utaniambia uniambie? Nimekwambia sikwambii. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni nani. Utataja utaji. Kama nataka nikupige wewe mtu mzima uaibike, endelea. Mimi I don't care kunivunjia heshima. Alafu kingine, usitake kunitoa peponi ukanipeleka motoni. Nimeshakwambia nataka uniambie wewe dokta ni dokta yupi? Nitakuvuga nini tu, kwani na matatizo gani? Hebu mwachie. Nini akili? Mama nao unapenda sana kumtetea mtoto wako. Huyu mtoto wako ni malaya sana. Namwambia nitajie mwanaume wake ni dokta gani, hataki kunitajia. Mama, nataka kumjua kazi gani unamtaka dokta? Wewe jamani ngoja ni. Wewe bichi wewe. Kwani una matatizo gani? Una jini la kupigana wewe? Una jini la ugomvi? Sio matatizo gani mama, mwanao umezidi kumdekeza huyu. Nataka nimshikishe adabu leo. Wewe jamani unaheshimu wewe. Watakunyua. Watakuwa mwanangu. Tukue vipi mama? Haya mambo mengine wewe mama yakuhusu, kakae ndani ulale, sisi tutayamaliza wenyewe. Kwani jamani nini tena? Kaka nini la dada usiamaliza nitamuua. Nitakuja kumnyonga nakwambia. Mtoto anataka kunitia stress kila siku. Wewe unataka mimi nife kwa pressure? Kwa sababu gani ufuate misingi na maelekezo ninayokupa? Nitumie lugha gani uweze kunielewa? Kwa nini unanitia aibu? Sasa katika nyumba yangu siwezi kuruhusu tuishi kama kambare. Yaani mimi sharubu wewe sharubu. Na unapoelekea wewe Melinda, utakuja kunipeleka mimi pabaya. Nitakuja kufanya kitu kibaya. Sasa nimekuleta kwa shangazi hapa. Dada huyu mtoto wako kaa naye. Mimi sitaki arudi kule nyumbani kwangu. Ananifedhesha. Hebu angalia kiguo alichovaa. Hii nguo gani? Si aibu hii. Sasa dada nikwambie haki ya Mungu, huyu leo ndo kavaa nguo ndefu. Hii ndo nguo ndefu ya heshima. Sasa hivi mimi narudi na wageni nakuta kama hii kwa mfano itakuwaje? Anavaaga viguo, mimi mwenyewe nikipita natizama hivi. Naona hii. Yaani hata sijui kalisi wapi upumbavu wake. Hiki ni kiguo kwani cha kuvaa mtoto ambaye anakaa na mzazi wake? Kwa mfano, nimerudi na staff wenzangu, watu wanafanya nao kazi, wanakuta mtoto wangu yuko kama hivi. Hii si fedheha hii. Kwa hiyo nimechoka. Sitaki nimesema dada. Nitakuja kumuua, usije kusema sijasema. Leo nimekupa angalizo. Nimechoka. Mwisho wangu wa uvumilivu umefika mwisho. Sitaki anachonifanyia huyu mtoto. Sasa kaka, dada nimekupa na wewe utaishi naye. Kama kurudi kwangu ni pale atakapokuwa amejirekebisha. Lakini kama mtoto mwenyewe ndio huyo wako. Kama utamchinja, kama utampika supu, hata akifa zika. Kaka, hivi na wewe tena imekuaje? Nguo gani unavaa hizo lakini? Auntie, naomba mniache na maisha yangu. Sitaki kusemwa. Niache na maisha yangu. Unataka kutoa kibanzi usoni kwangu wakati kwako kuna Bolt. Cheki naye mtu mzima ovyo. Niko huko nje nasikia tu mnavogombana na ndugu yako. Mnagombania mabwana. Hivi wewe na utu uzima wako huo ukagombana na bwana na huyo mdogo wako kweli? Una akili timamu? Cheki na kingo chako hicho. Mwambie mtu uzima kisheti asielewa. Hebu na wewe kelele pumbavu, wewe unaongea nini? Unachekea baba gani? Msuri yangu umefanya la maana kumshusha yule kubwa jinga yule. Kwani mlikuwa mnagombania nini? Basi kunyenja maana basi. Amjue mwanaume wangu, amjue alivyo, jina lake, anakaa wapi. Yeye anamhusu nini yeye? Afu kumbe ulinyia na akili. Hasa unaponea wivu wewe wa nini? Si ndio hapo. Sikia nikwambie. Yaani hapa sasa ndio nishati ya mgumu ndani. Yaani watafurahi. Yaani kuanzia wewe dada yako mtu mzima ovyo. Hatajua ajui. Yaani hapa kwanza nilipokuwa kule kwa baba, yaani nilikuwa na bano wewe. Nilikuwa nateseka ndani, nilikuwa kama vile mfungwa. Na tena wewe mtu mzima ovyo, yaani nitamkomesha ndani atapaona pachungu. Tena unomkomesha huyo aso, akome kufuata mambo yangu. Mbona atakoma? Huyu nishamsoma akili yake ilivyo, nitamkomesha. Yaani tumfanye vitimbwi mpaka yule kuzaliwa. Yaani hata juta, ndani kwa natamani kuama. Hata shoga yangu na wewe hicho kingocho kivaa kweli. Na babako mtibua. Sasa shangaa nini hapa jamani? Akatimia hapa nimevaa kabisa, nimejistini vitu watu nimependeza. Sasa jamani ningevaa zile nguo zangu zingine jamani ningija huko ndani simama kwa angezimia kabisa. Mbona hapa nimevaa vizuri? Wewe, yaani hapa nimejistiri mwanzo mwisho.
Yaani hapo kwa naona inanibana, yaani naona najichosha hatari, yaani nimechoka kuvaa hivi. Yaani nina hivyo vinguo, hivyo vinjunga vyangu. Yaani ningekuja navyo sema baba kanikurupusha. Yaani ile nimefika tu kanibeba mzoga mpaka huko. Nini? Oh, sijui nini, sitaki kukaa na wewe. Sijui nini? Babangu mwenyewe kashanichoka, ndio maana aleta sasa nitawashia moto mundani mpaka utaona mundani kwa yaani hakufai. Babangu yani alichokifanya kama vile kumsukuma mlevi. Yaani hapa nitajimoya moya. Yaani kama naona hivi. Kazi. Ila na wewe anti yako naye ujiandae, maana ni mfukunyuku akikufuatilia fuatilia kweli kweli, sio mchezo. Wewe ujipange shoga yangu. Yaani anti humu ndani mbona atakimbia mwenyewe hata hajafukuzwa. Samahani kakaangu. Kuna mtu namuulizia anaitwa Dr. Kitimbo, sijui unamfahamu? Dr. Kitimbo. Umeelekezwa anapatikana mitaa hii? Ndio, mtu alionielekeza kaniambia kwamba nikifika maeneo haya nikimuulizia mtu yoyote yule ambaye nitakutana naye anamfahamu, kwa lazima nitampata kwa urahisi. Huyo Dr. Kitimbo ukimwona kwa sura unamfahamu? Kiukweli kakaangu wala simfahamu, sijawahi kumuona. Ina maana kama endapo utanisaidia leo ndio itakuwa mara yangu ya kwanza kumuona. Na ulikuwa na shida gani naye? Kaka, hebu ungejaribu tu kunisaidia nimpate. Kuhusiana na shida yangu siwezi kukuambia, ni personal, ina maana ni private, siwezi kukuambia. Nisaidie tu kama unamfahamu ili niweze kuonana naye. Iko hivi, unajua nimekuuliza kwa sababu gani? Kama ulikuwa na shida ya tiba, mimi ninaye mtu wangu wa karibu sana, shemeji yangu. Anaitwa Dr. Chiko. Anamiliki vituo kadhaa maeneo haya. Na yeye pia ni daktari mzuri tu, kama ulikuwa na shida ya matibabu basi ningekuunganisha naye. Anaweza kukusaidia. Ndio umesema Dr. Chiko? Yeah. Hapana, mimi wala simuhitaji Chiko. Ninayemhitaji mimi ni Dr. Kitimbo tu basi. Dr. Kitimbo. Kwa bahati mbaya sina idea na mtu kama huyo na wala simfahamu. Lakini kama ulielekezwa yuko mitaa hii, anapatikana mitaa hii, labda uendelee kutalii maeneo haya na kumuulizia. Wanaweza kukusaidia kama yupo au hayupo, basi utakuwa ushapata jibu. Lakini kwa bahati mbaya hatukuulizana majina. Aisha. Jordan. Asante. Vipi mdogo wangu? Naomba unijibu kwa jinsi ambavyo nitakuuliza. Sitaki unimungunyie maneno. Unatoka wapi? Na kwa nini umeondoka bila kuniaga? Nilikuwa hapo nje tu. Alafu kwa nini sasa hivi mume wangu umekuwa na masuala ya kiuchokozi? Ase. Nikirudia kukuuliza kwa mara ya 3, nitauliza kwa vitendo. Sasa naomba niambie. Umetoka wapi? Na kwa nini umeondoka bila kuaga? Nilikuwa kwa jirani. Asa ndo unanipiga. Yaani, kama utachelewa kunijibu haya maswali ambayo nakuuliza, nitakupiga zaidi. Yaani hapa bado sijakupiga. Ila hicho ambacho kinafuata ndio kitakuwa kibaya zaidi. Sasa, kabla tujaenda mbali, tafadhali naomba unijibu. Unatoka wapi? Na kwa nini umeondoka bila kuaga? Natoka kwa mama. Umeanza lini kutoka ndani bila kuniaga? Umekuwa jeuri wewe? Au hii nyumba yako? Basi zungumza wewe sasa, kama umenioa mimi ili mimi nianze kufuata amri zako. Wewe umenioa mimi? Hapana.
Sasa kama hujanioa, kwa nini unajichukulia maamuzi humo ndani? Niambie basi nijue. Inawezekana wewe ndo mume humo ndani, alafu mimi ndo mke. Kwa nini unachukua maamuzi bila kunitaarifa? Kwa nini umekuwa na tabia za kuchipua kama uyoga? Ni nani anayekupa amri za kujichukulia mamlaka humo ndani? Rozi, usinifanye nikaanza kukuwazia vitu vibaya. Humu ndani utapaona pachungu. Hivi unajua ni mambo mangapi ambayo nimeyaficha kwenye moyo wangu ambayo yanakuhusu wewe? Unajua ni machungu mangapi ambayo nayapitia humu ndani nikiwa na wewe? Au unataka nianze kufufua yale ambayo yamelala kwenye kifua changu? Hivi uoni natumia nguvu kiasi gani kuzika maovu yako, lakini wewe unapalangana kuyafufua, si ndio? Unajua ni maumivu kiasi gani ambayo nayabeba kwenye uvungu wa moyo wangu kwa ajili ya kukustiri wewe? Unataka niwe shetani juu yako, si ndio? Sasa kama unahitaji mimi niwe shetani, nitakuwa zaidi ya shetani, kwa sababu yako mengi ambayo nimeyahifadhi kwenye moyo wangu. Nikiyatoa, hii dunia nzima itanishangaa. Sasa naenda kwa mama yako nipate uhakika kama ulienda kule. Sasa ole wako nikute kwamba wewe haukuwa kwa mama yako. Hapo ndipo utakapokuja kunijua mimi ni nani. Yuko waru atabiriki, ukimwona dada pita baru mana ridhiki, kasimama kama kangaru pembe alifichiki, iwe chini kwenye marumaru ama kwenye kiti. Anavunja ndoa za watu, laia umemchoka, umepanga kujikusanya, pabaya utamtosa. Makubwa. Shoga yangu. Makubwa. Bibie huyo. Umekuja kujiachia mwenyewe. Na 4 juu. Una shida ya mtoto watu. Bibie. Bibie. Ukubwa wote unakunywa mirinda. Mtoto, naomba unikome. Tena naomba unikome. Alafu usinichukulie kwa kama unavyonichukulia. Pale nyumbani nilikuacha tu uongee yako kama mdomo chako, kwa sababu nilimheshimu baba yako pamoja na mama yangu. Lakini sasa naona unaingia kwenye 18 zangu. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni nani. Kingine usichokijua ni kwamba mimi na mdogo wangu tu jikwenu kwa sababu ya ngebe zako, jeuri, dharau, kiburi. Yaani unajikuta siwi nani. Sio unajiona hapa duniani umemaliza, si ndio Wewe nyinyi hamjataka kuja kwetu, nyinyi hamjataka tu. Sio kwamba sijui nini mjaamua kuja kwetu bibi, mngeamua kuja mkija. Kwani mlifukuzwa? Tena funga hiko kimdomo chako. Halafu nimepata taarifa kwamba eti umekuja nyumbani kwetu ili utukomeshe. Mimi na mamangu pamoja na mdogo wangu. Wewe kwa kujiangalia chini hadi juu, unaweza kunikomesha mimi wewe? Kwa taarifa yako kaa ukijua kwamba sijawahi kuwa na rangi mbili na rangi moja tu. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni nani. Wewe acha msipigane wewe. Niache nakwambia weka kanani nishakukalili. Yaani nakwambia ushaingia kwenye 18 zangu nitakukomesha pumbavu. Sasa subiri. Kijana wangu. Naam. Kwanza pole. Lakini mimi nataka nikwambie jambo moja. Binti yangu nimekuozesha bado ni mdogo sana. Na nilikuozesha ule binti yangu kwa sababu ya heshima ya mama yako. Kwa maisha ambayo tumeishi, tulikuwa tunapendana, family friend kubwa. Tukafikia mahali pa kuona sasa tumechi damu, tuchanganye damu. Wewe umoe binti yangu ili ule ukaribu wetu uweze kuendelea. Na yule binti bado ni mdogo sana. Kwa hiyo nilikuwa naamini kabisa mama yako atanisaidia kumlea yule. Lakini isivyo bahati. Mama yako anaishi kwake na nyinyi mnaishi kwenu. Japo najua hakuna kilichoharibika, lakini muhimu mlee binti yangu.
kwa sababu naamini wewe umepevuka zaidi kiakili, na mwanaume ni kichwa cha familia, na mwanaume ni mlinzi wa mwanamke. Acha ulinzi tu, lakini ni msimamizi wa mwanamke. Ndoa ikiyumba, mwanaume anakuwa hajaweza kusimama kwenye nafasi yake kama baba, lakini ndoa ikisimama, ni mwanaume amesimama vizuri kwenye ndoa yake. Mwanangu wa kiume, wanaume wamepewa uvumilivu. Naona ndio maana wanaume wamepewa hichi, hajapewa mwanamke, amepewa mwanaume. Ni kwa nini? Kwa ajili ya kustahamili mambo, kwa ajili ya kuhifadhi mambo, kwa ajili ya uvumilivu. Ndio maana wanawake tumenyimwa, nyinyi wanaume mmepewa. Ina maana ukiyumba wewe katika familia, ndoa yako inakwenda kuyumba. Lakini ukisimama wewe kwenye familia yako, ndoa yako inaenda kusimama. Yule bado ni binti mdogo, kuna vitu vingi havijui. Na naamini kabisa wewe kwa umri wako ulionao, vitu vingi utamfundisha yule. Wanawake sisi tunavyotuona, sio kwamba tuko wema sana kwa waume zetu, hapana. Bali baba zenu walituvumilia mpaka hapa tulipofikia. Walituvumilia kama mama zenu. Mwanamke, hata katika vitabu wanasema mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kiukweli mimi nimekuelewa sana mamangu, na maneno yako yamejaa hekima pamoja na busara. Lakini kiukweli kinachoendelea kwenye ndoa yangu kinanifanya pia niyakumbuke maneno ambayo aliwahi kuniambia babu yangu kipindi ambacho niko mdogo sana. Aliniambia kuwa mwanamke mahiri humfanya mwanaume maskini kuwa tajiri, lakini mwanamke mrembo humfanya mwanaume tajiri kuwa maskini. Na hili ndio picha ambalo naliona kwenye ndoa yangu. Lakini tu nikwambie mama, mimi nimeelewa sana maneno yako na nitaenda kuyafanyia kazi. Ingawa lipo jambo lingine zito sana, kwa leo nisingependa kukwambia. Nitakuja wakati mwingine ili tuweze kulizungumzia. Mimi nikushukuru mtoto wangu, lakini naendelea kukusihi sana. Mwanaume ni kichwa cha familia. Endelea kusimama na kuwa mvumilivu. Naomba tusitibuane, sawa? We Suzi wewe! Suzi! Tutajua mwenyewe bwana. Mashakula Mwimbili Mloganzila amana Ilala. Nakipita na wewe leo kesho wala baliana. Dr. Timbu wanabala, Dr. Timbu ameshindikana, Dr. Timbu wanabala, Dr. Timbu ameshindikana, Dr. Timbu wanabala, Dr. Timbu ameshindikana. Yuko waru atabiriki, ukimwona dada pita baru mana ridhiki, kasimama kama kangaru pembe alikichiki, iwe chini kwenye marumaru ama kwenye kiti. Anavunja ndoa za watu na hiyo umemchoka, umepanga kujikusanya pabaya utamtosa. Ustahimilivu mwenzetu yeye ana, ikipita sketi tu macho ya mtoka, ukimsogelea